Nisomee pale Ayubu sura ya 30 mstari wa 8. Wao ni wana wa nani? Wa wapumbavu, alafu watoto wa nini? Wahuni. Hili neno kama mtu akikwambia ni mhuni linauzi sana, lakini ukiona mbingu imezungumza yuko very serious. Mtoto wa kihuni asimame katika kweli, mjanja tu, anaishi kwa uongo tu, umenielewa hapo? Anaishi anakuwa tegemezi, alafu haelewi anakokwenda wala anakotoka, haelewi. Hebu rudia huo mstari. Wao ni wana wa wapumbavu. Ni wana wa wapumbavu. Naam, watoto wa wahuni. Watoto wa wahuni walifukuzwa kwa mijeledi, watoke katika nchi. Yeah. Nchi ya kwako, kila kitu cha kwako. Umenielewa bana? Unajikuta kila sehemu tu. Alafu sasa ukutana na walimu waadilifu wakwambia pana, wewe una roho ya kukataliwa, kumbe wewe ni kizazi cha kihuni. Lakini damu ya Yesu Kristo ina uwezo wa kubadilisha sisi. Kizazi wahuni ni wepi? Hawataki kuishi kama neno linavyo nini sema, hawataki kuwajibika. Na wote tunaelewa kwamba fedha ni jawabu la mambo nini. Sasa nikuulize swali. Mwanamke mwema ulinunua shamba kwa pesa yake mwenyewe. Hapo inaonyesha lazima tuwe wajasiriamali. Ila kwa sababu tumempenda Mungu kwa roho zetu nini zote, na hiyo ni nzuri, kwa sababu uhakika kwenda mbinguni upo. Mbinguni Mungu aangalii kama wewe ni mnene, ni mwembamba, una hela au una hela. Kula nenda watu wa aina yote, hata Lazaro ametangulia. Sasa tatizo linatokea tu wewe utakapotaka kwenda kama Lazaro, na ile sio mbaya. Ila umwambie Mungu akuchukue mapema, usilete maudhi duniani hapa. Yaani kama unaishi siku chache, ishi jinsi unavyotaka hivyo. Lakini kama kweli unataka Mungu akupe wingi wa siku, miaka ya uzima na nini na amani, uvuke hiyo miaka wanaosema 80 90, hapa lazima uwe na mshiko. Usidanganyike hilo. Sema usifanye nini? Danganyike.